tunategemea lazima kuwe na baba, lazima kuwe na mama, ili mbegu ile mbegu na yai kuweza kuunganika kutengeneza mtoto. Na mbegu na yai zinabeba hizo genetic au hivyo vinasaba, na baba akibeba kitu kinachoitwa HBS, sawa, na mama akibeba kitu kinachoitwa HBS, sawa. Kuna uwezekano mkubwa, yani baba akiwa trait, yani akiwa amebeba kinasaba cha sickle cell na mama akiwa amebeba kinasaba cha sickle cell ambacho ndio hiyo HBS, kuna uwezekano wa asilimia takriban 25, yani kati ya watoto wanne wanaweza kupata mtoto mmoja mwenye selimundu au sickle cell, kwa sababu huyu HBS ya mama na HBS ya baba wanaweza wakatengeneza mtoto wa mwenye sickle cell ambaye atakuwa na HBSS, sawa. Lakini hao wanaweza wakapata asilimia 50 ya kupata watoto ambao hawana ugonjwa wa sickle cell. Kwa baba anaweza kawa anabeba vinasaba hivyo, mama anaweza kawa anabeba vinasaba hivyo, lakini wakawa na asilimia 50, kwa maana kwamba watoto wawili kati ya wanne wanaweza wasiwe na huo ugonjwa wa sickle cell. Lakini pia wana asilimia 25 ya kupata mtoto ambaye hana ugonjwa wa sickle cell, lakini yeye ni trait, anabeba vinasaba vya ugonjwa huo wa sickle cell, atakuwa na HBAS ambayo ni mbeba vinasaba lakini sio mgonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo ni muhimu kufanya hivyo vipimo kabla, kwa ajili ya kugundua, je, mwenza yeye yukoje, je anabeba hivyo vinasaba, ili mbeleni msije mkapata watoto ambao wana hizo changamoto alafu yakawa ni maswali mengine tena hapa. Kwa hiyo ni muhimu kufanya hivyo vipimo, na huwa tunashauri kufanya vipimo kama hivyo kabla ya kuingia kwenye ndoa.